Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibuni sana kwenye ibada yetu ya leo, na nikupongeze sana wewe ambaye umefika mahali hapa asubuhi ya leo ukiwa umesimama. Mungu akubariki sana kwa kufika mahali hapa. Kama umeketi, tafadhali naomba usimame. Mungu akubariki sana. Wewe ni mshindi katika jina la Yesu. Na wewe ambaye unafuatilia moja kwa moja, Mungu akubariki sana. Na ni muda mzuri ambapo tunakwenda kusikiza neno la Bwana. Na leo tuna mtumishi wa Mungu aliye hai ambaye Bwana anamtumia kwa upako na kwa viwango vikubwa, na Mungu amempaka mafuta asubuhi ya leo kuhudumia kanisa la Bwana. Mtumishi wa Mungu Salehe, yeye ni mwalimu wetu mkuu wa shule yetu nzuri hapa shuleni Wisdom, na leo Mungu ametubarikia kwa naye, na naamini Bwana atamtumia kwa upako. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Amen. Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo Mungu amenipa ujumbe wenye kichwa kinachosema Mungu wa yasiyowezekana. Mungu wa yasiyowezekana. Na nina imani katika wiki nzima hii ambayo kutokea leo hadi hapo nitakapokuwa namaliza, ujumbe wetu utakuwa ni kichwa hiki cha Mungu wa yasiyowezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba tufungue kitabu cha Luka sura ile ya 18 mstari ule wa 26. Luka 18 mstari ule wa 26 hadi 27. Luka 18:26 hadi 27. Maandiko yanasema, nao waliosikia walisema, ni nani basi ataweza kuokoka? Yesu akasema, yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni habari ambayo Yesu alikuwa anaongea na jamaa mmoja, Biblia imemtambulisha kama tajiri. Biblia inamweleza kwamba huyu jamaa alikuwa na mali nyingi sana. Akawa anataka kujua kwa habari ya wokovu. Kuna vitu akawa anavitaka kuvijua. Lakini kuna pointi ilifika, Yesu akamwambia, uza mali zako zote, alafu unifuate kama unataka kunifuata. Ndipo anakuja anamwambia, hii itawezekanaje? Akaumia moyoni mwake, hii inawezekanaje? Yesu baada ya kuiona ile dhamiri akasema, yasiyowezekana. Sasa mimi lengo langu la kuzungumza na wewe asubuhi ya leo sio kwa habari ya ile context ya kwamba uza mali zako na vitu vingine, hapana. Lakini ninataka nikuonyeshe kwa namna gani Mungu anajifunua kama yeye ni Mungu wa yasiyowezekana. Kuna mazingira ambayo tunakutana nayo, unakuta ni mazingira magumu. Kwa akili za kawaida zinafika mwisho. Nisaidiwe mic. Kwa akili za kawaida zinafika mwisho. Haiwezekani, mambo hayaeleweki, mazingira hayajulikani kwamba kwa namna gani ninaweza nikalifanikisha jambo hili. Yesu anakuja kutupa majibu kwenye mstari wa 27. Anasema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Huenda kukawepo kuna ugonjwa ambao umeambiwa, sasa ndugu yangu, nenda kapumzike, usubirie tu saa ya kufa. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mazingira mtu unakutana nayo ya kwamba haiwezekani. Wengine watu wameshakukatia tamaa. Hata katika hali ya mazingira ya kiuchumi, watu wamekukatia tamaa kwamba hilo jambo haliwezekani. Hizo fedha unazotegemea kuzipata hautazipata. Nilichokuja nacho asubuhi ya leo na Mungu alichokiweka ndani yangu ni kwamba yasiyowezekana kwa wanadamu,
kwake yeye Mungu yanawezekana. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 18 mstari wa kwanza hadi wa 14. Mwanzo sura ya 18 mstari wa kwanza hadi wa 14. Na mimi mstari ninaopenda ni mstari wa 14. Hii ni habari ya Ibrahim pamoja na mkewe Sara. Wakiwa Ibrahim yuko chini ya mti wa Mamre, anaona malaika wa Bwana, anaona watu 4 wakija mbele yake. Alivyowaona wakija mbele yake akawakimbilia. Anaenda kuwakimbilia wale watu, anawatengenezea chakula, anatengeneza mazingira pale. Kinachokuja kutokea ni nini? Wanapewa neno, anaambiwa, sikia nikwambia Ibrahim, mwakani majira kama haya mkeo Sara mwenye umri wa miaka 90 atapata mtoto. Sara aliposikia habari hizi, alichokifanya alicheka akiwa hemani, lakini kwa sababu Mungu anajua na anaona na yupo kila mahali, akaona Sara akicheka, akasema, mbona mkewe Sara anacheka? Anasema kinachokuja kutokea, anauliza, je, ni jambo gani gumu kwangu mimi? Kwamba ni jambo gani mimi Mungu nisiloweza kulifanya? Ni mazingira gani ambayo wewe unaweza ukatengeneza ya kwamba mimi sasa hivi hili jambo haliwezekani, kwa muda huu hili jambo haliwezekaniki? Ni jambo gani? Sara alipocheka, Mungu akajitambulisha kwamba mimi ni Mungu wa yasiyowezekana. Yaani kuna majira ambayo miaka, umri, muda sio kitu kwa Mungu. Kuna vitu ambavyo vinaenda kutokea, wewe mwenyewe unaweza ukashangaa, Mungu umenitendea katika umri huu, na utaenda kuendelea pale mbele, unaona baada ya muda, baada ya majira yale yale ambayo Mungu alimwambia kwamba utapata mtoto, utaenda kuzaa, utapata mtoto, yale yale majira Mungu alipomtokea, Sara anaanza kucheka, anaanza kusema, Bwana amenifanyia kicheko. Ilikuwa ni jambo lisilowezekana kabisa. Kwa hiyo asubuhi ya leo, habari njema nilionayo ni kwamba Mungu wa yasiyowezekana yuko hapa ili aweze kukutana na mahitaji yako. Mungu wa yasiyowezekana yuko hapa ili aweze kuhudumia roho yako. Mungu wa yasiyowezekana yuko hapa ili aweze kukutana na lile jambo ambalo umekuwa ukimlilia kwa muda mrefu, na wengine wamekwambia hilo jambo haliwezekani. Ile kazi ambayo ulikuwa ukililia kwa muda na ukaambiwa kabisa hautaipata, yule Mungu wa yasiyowezekana yuko mahali hapa ili aweze kukutana na mahitaji yako. Tumeona Mungu anajitambulisha kupitia kinywa cha Yesu mwenyewe, anasema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Tunaona katika kitabu cha Mwanzo 18:14, unaona Mungu anasema, je, ni jambo gani gumu la kunishinda? Mungu mwenyewe anahoji ni jambo gani. Kwa hiyo asubuhi ya leo tunapoenda kusimama kinyume na hivi vizuizi na kuvunja laana na vitu vyote vya uharibifu na kujitenga na madhabahu, tunatakiwa kumwambia Mungu wa yasiyowezekana, unaweza majira haya, unaweza kutuvusha hapa, una uwezo wa kutengeneza hili. Wewe ni Mungu wa yasiyowezekana. Hata kama mazingira, hata kama wataalamu wamesema hili jambo haliwezekani, yuko Mungu mahali hapa ili aweze kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anataka kumuinua mtu mmoja. Mungu anataka kumuinua mtu mmoja mahali alipo kwa ajili ya utukufu wake. Kuna mazingira magumu ambayo mtu anaweza kukutana nayo, ambayo mazingira hayo yakamfanya huyu mtu awe katika hali ya mshangao, awe katika hali ya kutokumwamini Mungu. Unaweza ukakutana na hayo mazingira kama ambayo Sara alikutana nayo. Unajua Sara alijaribu hadi kutengeneza alternatives, kwamba Mungu amesema amechelewa, hebu fanya kwa namna hii. Lakini Mungu akasema, hapana, hiyo namna ambayo wewe umeichagua sio ya kwangu mimi. Mimi nina namna yangu. Kuna mtu mwingine ameshasema hivi, kwenye hii kesi, kwenye hili jambo, au hata nitoe rushwa kidogo. Sikia nikwambia, hiyo itakuwa ni namna yako. Kuna mazingira ambayo Mungu anaenda kuyatengeneza. Kila atakayesikia atakuja kusema, kwa hakika huyu ni Mungu wa yasiyowezekana. Kuna wengine wanaweza kukwambia kabisa, hili jambo haliwezekani
haliwezekaniki, lakini linawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona mfano halisi. Sara akiwa katika umri wa uzee amepewa mtoto. Mungu amempatia mtoto Sara. Mungu amemsaidia Sara kuweza kupata mtoto, na moyo wa Sara ukafurahi. Mungu yasiyowezekana anataka kutupa furaha, anataka kutupa faraja, anataka kutupa raha kwenye mioyo yetu, kwenye maisha yetu. Mungu yuko tayari kutaka kujifunua. Anaposema kwake yote yanawezekana, lengo lake ni kwamba sisi watoto wake tusiteseke, wapendwa. Yaani Mungu kwenye moyo wake, ukiingia ndani ya moyo wake, ni kwamba anataka kutupa raha kila kona, anataka kutusaidia kila mazingira ambayo sisi tunakutana nayo. Unaweza ukajikuta unapita kwenye mazingira ambayo hata watoto hawakuelewi, uchumi umetetereka. Sikia nikwambie, yuko Mungu wa yasiyowezekana. Nitakueleza hapo mbeleni, utaona huyu Mungu wa yasiyowezekana, namna ambavyo anawatetea watu wake, namna ambavyo anawapigania watu wake, namna ambavyo anawavusha watu wake. Huyu Mungu wa yasiyowezekana, kuna mazingira ambayo ukienda kusoma katika kile kitabu cha Kutoka 14:14 anasema simameni hapo, Mungu atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Kuna mazingira Mungu anataka atengeneze ili kila anayemwamini na kila asiyemwamini atakapoona atastaajabu na kusema aha, huyu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu hutengeneza mazingira ili aweze kutuvusha katika hali fulani. Hapa chini ni mifano michache ambayo tunaenda kuona na tutasoma kwa kina, na leo tutaishia kwenye mfano mmoja ambao Mungu anajifunua kama Mungu wa yasiyowezekana. Mungu, utaandika, Mungu hujitambulisha kwa watu wasiomwamini ili aweze kujifunua na nguvu zake, na pia kututumia ujumbe kupitia malaika wake. Kwa hiyo Mungu anataka kujitambulisha kwetu kama Mungu wa yasiyowezekana kupitia malaika wake. Kuna mazingira ambayo Mungu anataka kujifunua kama Mungu wa yasiyowezekana kupitia malaika wake. Mungu ametupa wajumbe ili waweze kutupasha habari za utendaji wake. Na hapa ndipo palipo na kiini cha maombi ya siku ya leo. Hapa ndipo kilipo kiini cha maombi ya siku ya leo. Maombi ya siku ya leo ni kujitenga na madhabahu za kishetani za eneo. Kwa hiyo Mungu anataka, yeye ni Mungu wa yasiyowezekana. Amejifunua kama Mungu wa yasiyowezekana, lengo lake likiwa anataka kujifunua kupitia malaika zake. Wapendwa, naomba niwaeleze jambo moja. Huyu Mungu wa yasiyowezekana, haijalishi kuna nguvu za giza kiasi gani ambazo zimedominate katika mahali, lakini kuna wajumbe wa habari njema ambao Mungu amewaweka watende kazi pamoja na sisi, ambao hao ni malaika zake, kuja kutupa habari za yale yaliyoko katika moyo wa Mungu kwenye maisha yetu, yale ambayo yako kwenye moyo wa Mungu kwenye mazingira yetu, yale mazingira tusiyoyajua, yale mazingira tusiyoyaelewa, yale mazingira yanayotupa utata. Mungu yupo ili kuagiza malaika zake waweze kutusaidia katika mazingira hayo. Kitabu cha Waamuzi, kitabu cha Waamuzi, kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6 mstari wa 11. Tutasoma mistari michache kisha tutaingia kwenye maombi. Kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6. Maandiko yanasema malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaroni uliokuwa katika Ofra
ulikuwa ni mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanaye Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yametupata? Yako wapi matendo makuu? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidiani. Bwana akamtazama akasema, enenda na uwezo wako huo huo ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi ninaye kutuma? Ukiangalia maandiko haya, Mungu anaonyesha kwa namna gani yeye ni Mungu wa yasiyowezekana. Mungu anaonyesha ni mazingira gani, yani kipindi hichi ambacho Gideon, yani wewe unaweza ukaingia kwenye mazingira ya Gideon wakati huu. Wakati huu ni wakati ambao taifa la Israeli lilikuwa likiteswa na taifa la Wamidiani. Wakikutwa wana mali wanachukuliwa, wakikutwa sijua na nini wanachukuliwa, wakikutwa wamelima hadi ngano wanaenda kuficha kwenye shimo, wanaenda kujificha kwenye maandaki. Lengo ni nini? Kwamba Wamidiani wasione nini wanacho. Kama ambavyo shetani, huenda kuna mtu mmoja mahali hapa anamuonea, anamtesa kila kitu. Ukitaka kukifanya, ukitaka kuinuka kidogo kiuchumi tu, unashangaa magonjwa yameinuka, unashangaa sijui jambo gani limeinuka. Fedha kidogo unayoipata unashangaa ieleweki imeenda wapi. Sikia nikwambie, hadi muda mwingine na wewe huenda ukawa na maswali kama ambayo alikuwa nayo Gideon. Anasema, yako wapi yale matendo makuu ambayo baba zetu walituhadithia? Sikia nikwambie mpendwa, yale matendo makuu ambayo tumehadithiwa tangu zama na zama, yule Mungu wa yasiyowezekana yuko mahali hapa ili aweze kukusaidia. Yuko mahali hapa ili aweze kukutetea. Yuko mahali hapa ili aweze kukupigania. Haijalishi ni mazingira gani ambayo unayapitia, Mungu wa yasiyowezekana yuko hapa. Yuko hapa na yuko tayari kukusaidia. Haijalishi wakati huu ninavyozungumza na wewe uko katika hali gani, ila mimi ninachojua ni jambo moja, kwamba Mungu wa yasiyowezekana yuko hapa ili aweze kukusaidia. Mungu wa yasiyowezekana yuko hapa ili aweze kukuvusha. Mungu wa yasiyowezekana yuko hapa ili aweze kukubarikia. Gideon anauliza, yako wapi matendo makuu ya Mungu wetu, yale ambayo tulihadithiwa? Huenda na wewe kuna jambo ambalo unataka kuliona kwa macho. Sikia nikwambie, Mungu yuko mahali hapa. Mungu yuko mahali hapa ili aweze kukufunulia ile hazina ya sirini. Na anamwambia, sikia nikwambie, haihitaji ujitengeneze ujifanye kuwa mtu mpya sana. Haihitaji uweze kujipakapaka. Haihitaji uweze kuinua vyuma. Anasema, enenda na uwezo huo huo. Enenda na hicho ulicho nacho. Enenda na mazingira hayo ulionayo, ili Mungu anapoenda kujifunua, kila mtu atakayeona aseme, kwa hakika huyu mtu ni wa Mungu. Kila mtu atakayetuona aseme, kwa hakika hawa watu wana Mungu. Aseme, kwa hakika Mungu yasiyowezekana amefanikisha hili. Unajua, Gideon ingebidi angeenda labda kwa majim trainer, ameshaitwa shujaa, huenda angeenda kwenye training za kivita. Lakini sikia nikwambie, Mungu wa yasiyowezekana, haijalishi umeteseka kwa muda gani, lakini inapofika wakati wa yeye kukuhudumia, wa yeye kubadili historia yako, wa yeye kubadili mazingira yako, ni uwezo huo huo, ni hiyo 10,000 Mungu ana uwezo wa kutumia na kuweza kubadilisha maisha yako. Ni hayo mazingira, ni hiyo nyumba ya kupanga, Mungu ana uwezo wa kuitumia kuweza kubadilisha historia ya maisha yako. Na kila atakaye kuona atasema, kwa hakika mtu huyu ni mtu wa Mungu, na Mungu wake ni Mungu wa yasiyowezekana.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa baada ya kukueleza hii story, naomba umuone huyu mtu aliyekuwa amejificha katika mashinikizo, amejificha kwenye mwaroni, anaficha ngano dhidi ya Wamidiani. Naomba nikuonyeshe jambo la ajabu sana linalokuja kutokea katika mstari ule wa 31 wa 30 hadi 32. Maandiko yanasema, ndipo watu wa mji wakamwambia Yoashi, mlete mwanao afe, kwa sababu ameibomoa madhabahu ya Baali na kwa sababu ameikata ile Ashera iliyokuwa karibu nayo. Yoashi akawaambia watu wote waliokuwa wakishindana naye, je, mtamtetea Baali au mtamwokoa ninyi? Yeye atakaye mtetea na awe hivi asubuhi, kama yeye ni Mungu, na ajitetee nafsi yake, kwa sababu mtu mmoja ameibomoa madhabahu yake. Sasa angalia kipindi hichi tunachozungumza, wakina Gideon, inaonyesha wazi kwamba katika mazingira waliokuwa wanaishi kulikuwa kuna mungu anaitwa Baali. Kulikuwa kuna lisanamu limewekwa kwenye familia yao linaitwa Baali, ambalo walikuwa wanaliabudu kama mungu kwa wakati huo. Na sasa kwa sababu Gideon kipindi hichi alikuwa hajakutana na Mungu, na yeye huenda alikuwa akishiriki zile ibada kwa sababu hajayaona kwa kipindi matendo makuu ya Mungu ambayo amekuwa akiyafanya. Lakini baada ya kukutana na Mungu wa yasiyowezekana, alivyoionja ile raha ya Mungu wa yasiyowezekana, alivyoonja ile radha ya matendo makuu ya huyu Mungu, alivyoonja yale maajabu ya huyu Mungu, kitu kilichokuja kutokea, akaona oho, huyu Baali ambaye tumekuwa tukimwabudu, huyu si chochote si lolote. Akaanza kukatakata, akaenda akalipiga lile libaali, likaanguka chini. Watu wanakuja asubuhi ili kulisujudia, wanashangaa Baali kavunjika mguu, Baali kavunjika kichwa. Mungu yuko mahali hapa. Ikiwa kuna maashera hata kama ya ukoo, Mungu wa yasiyowezekana yuko mahali hapa ili kwenda kuangusha na kubadili historia ya familia yako, na kubadili historia ya watoto wako, na kubadili historia ya ndugu zako. Yani ni wewe. Mungu amekwambia uenende na uwezo huo. Yale yasiyowezekana kwa wanadamu, kwake yeye yanawezekana. Yani yale mambo ambayo hayawezekani kwa wanadamu, vile vitu ambavyo haviwezekani kwa wanadamu, kwa Mungu vinawezekana. Hapa tunamwona Gideon akiwa anaogopa, akiwa amejificha, anawaogopa Wamidiani, na nyumbani kwao miaka yote anaishi yuko mungu anaitwa Mungu Baali, ambaye alikuwa akikontrol maisha ya kwao. Lakini mara baada ya kukutana na Mungu wa yasiyowezekana, mara baada ya Mungu kukutana naye, akabadili uwezo wa Gideon, akabadili uwezo wa kufikiri, akabadili uwezo wa kiutendaji, akabadili uwezo wa kimaamuzi. Ndio maana unaona Gideon hapa anaenda anaangusha Mungu Baali, anaenda anavunja. Watu wanakuja, Gideon yuko wapi? Tunataka tumue Gideon. Babake Gideon anamwambia, sasa nyie huyu Mungu wenu ambaye mnataka kumtetea ni Mungu gani? Ye kama ni Mungu si ajitetee. Yani unajua kuna mazingira ambayo Mungu ana uwezo wa kubadili historia yako na akafanya mazingira yako kuwa ni mazingira ya ajabu. Badala ya wewe kujitetea, Mungu anainua hekima ya kukutetea katika mazingira hayo. Badala ya wewe kuanza kujielezea, sijui unajua mimi ni mtu fulani, badala ya wewe kupoteza huo muda, Mungu anainua hekima hapo katikati.
kwamba kama ni yeye, si tutamuona kwenye hiyo interview? Kama ni amekuja kwa ajili ya interview, aingie. Wanashangaa wa kutegemea kwamba utapita. Mungu wa yasiyowezekana anashangaa amekupitisha hapo. Unashangaa umefaulu, unashangaa umepata hicho cheo, yani vitu vinatokea exponentially bila wewe kutegemea. Nimekueleza habari za Mungu wa yasiyowezekana. Nimeziona habari za Mungu wa yasiyowezekana, na yuko hapa asubuhi ya leo. Tunatamani tukamwombe Mungu, tunatamani tukamwambie Baba, na jambo kubwa tunaloenda kulifanya, Mungu huyu wa yasiyowezekana, tunaenda kumwomba kujitenga na madhabahu za kishetani za eneo. Sikia nikwambie, Gideon, moja kati ya kitu kilichokuwa kikiwarudisha nyuma ni madhabahu ambayo ilikuwepo kwenye ukoo wao. Ile madhabahu ya Mungu bahari ilikuwa ikiwavuta. Walikuwa wakiitegemea bahari, walikuwa wakiabudu bahari. Huenda kuna miungu ya kieneo ambayo inazuia watu wasipige hatua, inazuia watu wasimwone Mungu, inazuia biashara yako isipige hatua, inazuia watoto wako. Kuna familia moja unakuta mtoto akifika umri fulani anachanganyikiwa, tabia zinakuwa mbaya, shule anaacha, au akifaulu aendelei mbele, uchumi haueleweki. Yani ni madhabahu zimesimama hapo za kishetani, zinazuia huyu mtu asiende zaidi ya hapo alipofika. Kuna watu wengine wakimaliza chuo kikuu anachanganyikiwa, mwingine anabeba mimba anajua, mwingine anabeba mimba anajikatia tamaa. Yani madhabahu za kieneo zinazuia watu wasitoke kwenye hilo eneo, wasipige hatua zaidi ya hilo eneo, wasisogee mbali ya uchumi. Yani madhabahu za kieneo, kuna watu wameshawekewa, yani wewe uchumi wako hautazidi hapa. Na ukikaa ukijiangalia, unashangaa tangu ulivyokuwa haujawahi kufikisha kiasi fulani, na kila kiasi fulani ukifikisha unashangaa umerudi nyuma. Kila hela ukiipata inafika eneo fulani unategemea ufanye jambo fulani, yani unashangaa linatokea jambo la kutokea, ile hela inapotea, hauelewi. Madhabahu za kieneo, unashangaa tu wameshakuandikia katika ulimwengu wa roho ya kwamba wewe hapa utafika, wewe hapa utapita. Kama ambavyo wakina Gideon, ilile ni Mungu bahari walilokuwa wanaliabudu, hawawezi kutoka zaidi ya hapo, hawezi kwenda zaidi ya hapo. Lakini Mungu akakutana naye akamwambia, nenda na uwezo huo uwezo ambao Mungu amekujalia, umeamka nao asubuhi ya leo, ni huo uwezo wa kwenda kubadilisha historia ya maisha yako, kwenda kubadilisha historia ya familia yako, kwenda kubadilisha historia ya uchumi wako. Ikiwa kuna madhabahu za kieneo ambazo zinazuia watu, zinazuia biashara yako, zinazuia ajira yako, zinazuia fursa mbalimbali, hizo madhabahu siku ya leo tunaenda kuzishughulikia. Tusimame. Tuseme, Bwana Yesu, we Mungu uliye mwaminifu, we Mungu uliye wa haki, ambaye ulisema na Gideoni aenende na uwezo huo, na sisi tumelipokea kwa uwezo huu ambao umetupatia, ambao umetujalia. Tunaomba Bwana ukatupe ushindi, yale yasiyowezekana yakawezekane katika jina la Yesu. Ingia, omba kwa uwezo huo Baba, katika jina la Yesu. Mungu aweza, Mungu wa ajabu, Mungu wa miujiza, katika jina la Yesu. Bwana wa yasiyowezekana, Mungu wa yasiyowezekana, muda huu katika jina la Yesu tunaenda kuharibu na kujitenga na madhabahu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ikiwa ni madhabahu za ukoo, katika jina la Yesu, madhabahu za kieneo zinazozuia watu wa Mungu wasipige hatua